Wabarakatuh. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ili kukumbusha tu Waislamu, kila kitu kina taratibu, na taratibu ya leo ilikuwa ni kwamba tuswali saa 3. Kwa hivyo Waislamu naomba kukuomba radhi, tumechelewa, lakini vile vile na wauliza tusubiri kidogo tu, tutakuwa ni wenye kuswali baada ya dakika 2 ama 3. Wamama, kumekuwa na darsa zimeendelea katika mwezi wa Ramadhani, na baadhi ya mashekhe wanalalamika juu ya wamama. Mawaidha yanatolewa, lakini nenda mwaka rudi mwaka hamjabadilika, bado mko pale pale. Shekhe anakuja anazungumzia jambo fulani, lakini akirudi bado mko pale pale. Wamama, badilikeni. Na wazee mumeambiwa lazima kuwe na nidhamu katika Uislamu, uongozi wa Kiislamu uweze kutekelezwa namna ilivyo. Na vijana mumeambiwa, hamkuambiwa kwa ubaya, mumeambiwa mrekebishe haya maneno ambayo mko nayo. Nitamuomba chairman wa BMC Sheikh Anwar aje azungumzie kidogo kuhusu mambo ya uwanja huu, alafu na yeye atamuita chairman wa SUPKEM, naye kwa dakika 2 tu aweze kutuambia jambo lolote. Inshallah Anwar, dakika 2 tu nakupatia tafadhali, Waislamu wamechoka. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسول الله الكريم. Sinabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ameniwezesha mimi na kuwawezesha nyinyi kuweza kujumuika katika uwanja huu, kuweza kutekeleza salatul Eid al-Fitri, si katika uwezo, fikra, nguvu na bidii, lakini ni uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametukuka. Na sisi ni ndugu moja, yani ni ndugu ambao tumeunganishwa na kalimatu la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Vipi kalima hii itaweza kuingia katika nyoyo zetu na kutoa yaqeen mbovu na kuweza kuweka yaqeen ambayo inalingamanisha na kalima hii? Inahitajia bidii na juhudi kubwa sana, kwa sababu watu wanafanya juhudi ili dini hii iweze kusambaratika, na inatubidi sisi kila siku tuweze kuifanyia upya imani yetu, ili imani iweze kuingia na kukita katika nyoyo zetu. Mimi ni chairman katika uwanja huu, na alhamdulillah kupitia uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na kupitia uwezo ambao aliwawezesha nyinyi wote, mulituwezesha kuweza kupata uwanja huu eka 2.5. Na alhamdulillah mandhari hii ni bidii na juhudi yenu na fikra yenu kubwa juu ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitambo tulikuwa tunasema tunakodesha sehemu, na wenzetu wanasema hiyo sehemu ni ya makafiri, hawawezi kuswali. Lakini leo tumepata uwanja wetu, uwanja wa Kiislamu, lakini uwanja huu unahitaji nusra na msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na inahitaji nusra kutoka kwenyu ili uwanja huu uweze kuheshimika na uweze kukubalika kwamba ni uwanja wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. BMC is just a caretaker. Sisi ni caretaker wa hii uwanja ambao tulichaguliwa tuweze kufanya majukumu ya kiwanja hii, na kila mmoja wetu ama kila mmoja wenyu hawezi kuwa kiongozi. Kiongozi anachaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ambaye amemridhia kuongoza lazima afanye uadilifu, kwa sababu kesho yaumul qiyama ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, nilikupa uongozi, vipi wewe uliongoza watu wako? Hiyo ni jukumu kubwa ambao umepatia timu ya BMC, na alhamdulillahi rabbil alamin ni timu ambayo imeshikana, ni timu ambayo ina fikra moja, ni timu ambayo ina huzuni juu ya umma, ni timu ambayo inatumia pesa yao. Kila wiki wanakaa meeting, na kila wiki wanachenga shilingi 10,000, wakiweza kulipa watchman, wakiweza kulipa caretaker, wakiweza kulipa imamu wawili, imamu wa hapa na imamu wa msikiti mwingine Khaoya. Tuna msikiti 2 ambayo inaraniwa na BMC. Sehemu ya Khaoya tumejenga msikiti kama huu, na ni maridadi. Nikiweka katika rate ya Bungoma kwa sasa, ndio msikiti maridadi. Na alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tumepata mfadhili, na mfadhili huyo anashangaa na sisi.
Mfadhili huyu anakuja kujenga msikiti wa kisasa, ultra modern masjid, ambayo kima yake yani ni mamilioni ya pesa, na inabeba watu 790. Watu wa kuswali katika hiyo msikiti ni 790, wanawake 250, wanaume 540. Lakini ni masikitiko, kila siku tumekuwa ndani ya police station, kila siku tunakimbia kwa serikali, tunalumbana kwa sababu ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunampigia simu ule mfadhili, tunamwandikia message na tunasema yeye anataka kugrab shamba, anataka kupeleka wapi ile shamba. Hiyo ni masikitiko makubwa sana ndugu zangu wenye imani. Lazima sisi turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tujaribu kuunganisha umma katika kamba moja. Sitakuwa kuzungumza mengi kwa sababu nimepewa dakika 2, lakini nimezungumza zaidi ya dakika 2 na naona mwenyeji wangu ameweza kusimama. Nitachukua fursa hii kuwatakia Eid yenye fanaka, na nitawawacha na man amina subhanallah man adhima yawmul Eid kama adhima yawmul wa'id. Hiyo ni mambo makubwa sana. Yule atakaye asi siku ya Eid, jua una asi yaumul qiyama mbele ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni tahadhari kubwa sana. Vijana mmeelezwa hapa, mshikamane na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala na mfanye juhudi na bidii kubwa katika dini. Ndachukua fursa hii kumwalika. Asante. Ilikuwa chairman wa SUPKEM azungumze, lakini baadhi ya ujumbe wake nafikiri umezungumzwa hapa. Sasa hangetaka kujirudia.